Habari gani? Naitwa Majid Mjengwa, niko Nzuguni, Dodoma, kwenye viwanja vya Nane Nane maarufu kwa jina la John Malechela. Katika siku ya leo nimepata bahati ya kutembelea banda lenye kuhusiana na kilimo kwa ujumla yake. Maana haya ni maonyesho ya kilimo. Mbele yangu kushoto yangu niko na Dr. Bujuni Kabululu. Huyu ni mkuu wa kituo cha taifa cha kuhifadhi nasaba za mimea kilichokuwa chini ya mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu. Sasa hayo ni mambo ya msingi sana ambayo tunapaswa kuyajua, na mimi wanasema tunahitaji ufafanuzi yakinifu kwa yale ambayo tunayasoma, tunayasikia yenye kukuhusu wewe unayetazama, lakini wakulima kwa ujumla wake. Dr. Bujuni Kabululu, katika kituo unachokifanyia kazi cha taifa cha kuhifadhi nasaba za mimea, wewe unahusika na maisha yetu, kuisha au kufa. Unafanya nini kweli? Ni kweli kabisa, nashukuru kwa kupata fursa hii muhimu kwa kweli, na niwashukuru kwa kututembelea. Kama ambavyo umetangulia kusema, hiki ni kituo cha taifa cha hifadhi ya nasaba za mimea. Ni kituo muhimu kama ulivyotangulia kusema, kwa sababu ni kituo ambacho kinatunza rasilimali za mimea ambazo ndizo zinazotupatia uhai wetu, kwa maana ya tunapata chakula kupitia katika hizo nasaba za mimea au rasilimali mimea, lakini tunapata madawa huko, tunapata hali ya hewa nzuri, mvua tunazipata kutokana na mimea. Na kwa hiyo kama walivyosema, mimea ni maisha yetu. Kwa kama hakuna juhudi au program yoyote ya kuhakikisha kwamba tunahifadhi rasilimali hii mimea, maana yake ni kwamba tunajiweka katika hatari. Utafika wakati tutakosa kuwa na chakula, tutakosa kuwa na rasilimali za kutuwezesha kupata madawa, lakini pia na hali ya hewa. Sasa Dr. Bujuni, tayari umeshaniingiza kwenye kile ambacho sisi tunahitaji ufafanuzi. Unaposema mimea mpaka dawa, hali ya hewa, kwa mkulima kilicho muhimu bila shaka yote ni mbegu. Na kwa mujibu wa takwimu za mwaka jana mwezi Septemba, tunaambiwa kwamba chakula kwa nchi yetu tunajitosheleza kwa 130%. Kwa hiyo tunazungumzia wingi wa chakula tulicho nacho. Je, chakula hicho ni salama? Mbegu hizo ni salama? Tunakula nini na mbegu ziko katika hali gani? Ni kweli kwenye dunia hii ya utandawazi kuna mwingiliano mkubwa wa jamii moja na jamii nyingine, bara hili na bara hili, lakini pia kumekuwa na maendeleo makubwa. Maendeleo ni kitu kizuri sana tu, kwa sababu ndicho kinachotufanya tupige hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini kila jambo ambalo ni zuri pia linaambatana na changamoto zake. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya chakula au tunapozungumzia habari ya mbegu, maana yake ni msingi wa kilimo kwanza, lakini pia ni msingi wa chakula tunachokula. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utoshelevu na usalama wa chakula unategemeana na jinsi ambavyo hiki chakula kimezalishwa katika njia gani au kimepita katika michakato gani mpaka kufikia kwamba sasa yule mkulima au yule mtumiaji anakipata pale mezani. Sasa tunakuja kwenye hilo sasa, tunahitaji ufafanuzi wa hiyo michakato, na hakika yangu mimi na wanaotutazama, kile unachokula nyinyi, mamlaka yenu mnahakikisha vipi kuanzia kwenye mbegu, usalama wake, na kuna mbegu zinaagiziwa bila shaka kutoka nje. Je, tunajitosheleza kwa mbegu? Tunajitosheleza kwa chakula kwa 130%? Unaweza kujibu pia swali kama tunajitosheleza kwa mbegu, na mbegu hizo za namna gani katika nchi yetu kwa sasa hivi? Yaani ni kweli tunaposema utoshelevu wa chakula, of course ni neno pana, kwa sababu utoshelevu unaweza ukawa na kiasi cha chakula cha kutosha, lakini pia na usalama wa hicho chakula ni sehemu ya ule utoshelevu, kwa sababu ukiwa na utoshelevu tu chakula kikiwa salama bado hakikusaidii sana. Kwa hiyo
Kama mamlaka of course tutakuja tuzungumzie zaidi sehemu yangu ambayo tunahifadhi hizi nasaba za mimea, lakini kama mamlaka ina wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha usalama wa chakula, kwa sababu kama mamlaka tunahusika na kuhakikisha kama ni mbegu au kama ni aina yoyote ya chakula kinachotoka nje kuingia ndani, ni lazima kipite katika michakato ya uhakiki kuhakikisha kwamba kiko salama, kwa maana ya hakuna wadudu waharibifu ambao wanaweza kuleta madhara kwenye kilimo, lakini hata na kwa walaji, lakini kuhakikisha kuwa hakuna magonjwa hatarishi ambayo yanaweza yakaleta madhara kwenye kilimo lakini na chakula chenyewe. Kwa mfano tunazungumzia issue za sumkuvu mfano labda unaingiza mahindi labda yanatoka nchi nyingine anakuja kwetu mfano. Sasa bila kuwa na tathmini ya kutosha ya kuhakikisha kwamba tunahakikisha kama ni mbegu au kama ni chakula kinachokuja hakina wale kuvu ambao wanaweza kusababisha zile sumu za kuleta madhara kwa walaji, maanake hiyo ni hatari. Kwa hiyo ni jukumu sasa la mamlaka kuhakikisha kwamba bidhaa zozote au mbegu zinazotoka nje kuingia ndani zinahakikiwa, zinapimwa, zikiwa salama ndio zinaruhusiwa kuingia nchini na kwa ajili ya watumiaji. Kwa hiyo sisi watumiaji na wanaotazama, tunachokula sisi kutoka hata mataifa mengine, uwe mchele, lazima mamlaka yenu kuna namna fulani ya ukaguzi ndio tunaingia sokoni, sio kabisa? Mamlaka hii ina vituo takriban 44 vituo rasmi ambako ndio sehemu ambapo bidhaa zinaweza kuingia au kutoka. Na tunavyozungumza hivyo, maana yake ni kwamba ni kwenye mipaka yote watumishi wa mamlaka hii wapo, kwenye bandari ambako labda kuna mizigo itaingia kupitia meli, watumishi wako, kwenye viwanja vya ndege ambako labda bidhaa zingine zitakuja kwa kupitia ndege, watumishi wako pale. Na kabla bidhaa yoyote haijaruhusiwa sasa kuingia nchini, kupewa kibali cha kuingia, maana yake ni lazima ifanywe ukaguzi. Inakaguliwa na kuhakikisha kwamba iko salama, haina vihatarishi vyovyote vile ambavyo vinaweza vikasababisha kuleta madhara kwa watumiaji au kwa wananchi. Lakini pia kabla hatujaruhusu kitu chochote kuingia ndani, maanake lazima ile anayetaka kuleta apate kibali, maanake lazima kuna kitu anaita import permit, maanake ni lazima apate ile permit ambayo sasa itamweleza unapoleta hiyo bidhaa yako ni uhakikishe hiki na hiki na hiki hakipo. Kwa maana hiyo mamlaka yenu, eneo lenu linasimamia udhibiti wa ubora wa sio tu bidhaa kutoka nje, kuelewa mwanzoni ulivyoanza pia na ubora wa bidhaa zetu. Kwa maana hiyo, ili zipate soko nje, tunahitaji sio tu kuzalisha kwa wingi, tunasimamia pia ubora wa bidhaa ambazo zinakwenda tu, wanajua wenyewe huko wanakwenda kupokea. Anayesafirisha parachichi zake kutoka Tanzania anapaki tu kwenye mizigo au inapitia kwenu ili kuona ule ubora. Maana niliwahi kusoma mwaka jana China ikaruhusu sasa parachichi za Tanzania, maana zilizuiliwa. Unaweza kufafanua hii kitu gani kinatokea katika mazingira hayo? Ni kweli kama nilivyosema, mamlaka ina wajibu mkubwa wa kuconnect sisi pamoja na mataifa mengine. Na hii mamlaka ndio sehemu au ndio kituo kinachowakilisha nchi kwa kushirikiana na mataifa mengine. Inaitwa ni National Plant Protection Organization, NPPO. Kwa hiyo kwenye kila taifa kuna hizi NPPO. Maana yake sasa zenyewe zinawasiliana NPPO kwa NPPO kuhakikisha kwamba chochote kinachotoka huko kwenda kwao kiko salama na kinachotoka kule kuja huku kiko salama. Nadhani pia kuna ile tropical disease kwenye matunda na vyakula na taasisi na TIPRI inaingiana pia kwenye hicho ambacho mnakifanya, magonjwa ya kitropiki. Ni kweli kabisa, kwa sababu kama nilivyosema, kabla bidhaa yoyote haijatoka hapa nchini kwenda huko inakotakiwa kwenda, maana yake ni lazima tupate ile import permit. Maana yake yule anayepokea lazima atuletee ile permit ambayo ile sasa itakuwa inaelezea kwamba bidhaa hii inatakiwa iwe na standard kiasi gani, lakini inatakiwa isiwe na
na viashiria vyovyote kama ni vya magonjwa hatarishi labda na wadudu hatarishi, lakini pia na mabaki ya viuatilifu. Because kila nchi na utaratibu wake na ina matakwa yake na kuna matakwa yale ya kimataifa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kabla mwananchi yote hajafikia hatua sasa ya kupeleka bidhaa yake, lazima ashirikiane na mamlaka hii kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile bidhaa anayoipeleka kule imekidhi matakwa ya kimataifa, lakini pia imekidhi matakwa ya nchi husika kule ambako bidhaa inakwenda. Kwa hiyo akishirikiana na mamlaka itamuongoza. Wako wataalamu wa kutosha kabisa, lakini pia tunayo maabara ambayo imepata ithibati ya kimataifa. Maanake ni kwamba bidhaa ile ambayo itakwenda kupimwa ni kuhakikisha kwamba inakuwa na viwango vinavyotakiwa kimataifa. Katika hilo sasa unaonyesha kwamba unafafanua kuna ubora ikiwemo mamlaka zinazotambulika kimataifa katika kutekeleza malengo ya dira ya 2050. Kilimo kina nafasi yake. Tunaambiwa ikifikapo 2050 basi walau pato la taifa lifikie trilioni $1 za Kimarekani. Na nyinyi mna nafasi yake. Kilimo kwa maana hiyo sekta binafsi imepewa 70% ya kuchangia na wakulima wengi wa kwenye sekta binafsi. Sasa mbegu ili tuweze kusafirisha nje tupate fedha za kigeni inahusiana sana na ubora wa hizo mbegu. Umejipanga vipi kuhakikisha na nyinyi pia hilo jambo linaweza likatekelezeka 2050? Maanake nakushukuru kwa swali hilo. Ni kweli kama unavyosema, malengo tuliyojiwekea yanatekelezwa na taasisi moja huku. Kila taasisi inakuwa na sehemu yake ambapo inaweza ikachangia kuhakikisha yale malengo na dira ambayo imewekwa na nchi yetu kuhakikisha kwamba tunafika hapa kufikia 2050 tuwe tumefikia hatua hii. Maana yake ni kwamba kila taasisi au kila mdau ana nafasi yake ya kucheza hapo kuhakikisha kwamba tunafika kwenye lile lengo. Maana yake ni kwamba kama mamlaka ina wajibu wa kuhakikisha kwamba kwanza inasaidia katika kufungua masoko. Maana yake ufunguaji wa masoko ni kuhakikisha kwamba zile taratibu na matakwa yote yanayotakiwa kimataifa na zile nchi ambazo tunafanya nazo biashara kwamba yale matakwa tunakuwa tumeyafikia. Kwa hiyo kwa mamlaka kujikita na kufanya juhudi zote kuhakikisha kwamba yale matakwa yote yanazingatiwa na kwa kuhamasisha wafanya biashara, wananchi, wakulima, kila mmoja kufuata zile taratibu na masharti yale ya kilimo lakini na biashara. Maana yake mamlaka hapo sasa ndipo nafasi inapocheza kwamba tuhakikishie hao wakulima, na ndio maana sio tu kudhibiti lakini ni kuwasaidia pia hawa wafanyabiashara. Neno kudhibiti inaweza ikasikika kama vile inaweza kuwa gumu kidogo. Maana yake kudhibiti ni kama unazuia hivi, lakini sio lengo la mamlaka. Mamlaka ni kuwawezesha wananchi, wafanyabiashara, wakulima waweze kufanya kilimo chao vizuri bila vikwazo vyovyote, lakini na wafanya biashara waweze kufanya biashara yao bila kuwa na vikwazo vyovyote. Maana yake ni kuwaongoza. Kwa kusema hivyo, maana yake ni kwamba hatukagui tu na kuhakikisha kwamba vile viwango vinavyotakiwa vimepatikana, lakini pia na kutoa elimu na kuwasaidia wakulima kuanzia kwa yule mkulima kule kwamba anapozalisha na kama lengo la unajua sasa hivi serikali yetu kwa kweli imekuwa na mtazamo chanya kuhakikisha kwamba kilimo chetu sasa tunahama kutoka kwenye kilimo cha kujikimu lakini tuende kwenye kilimo cha kibiashara. Maana yake ni kwamba mkulima anapozalisha yale mazao yake kule shambani awe na uhakika kwamba mwisho wa siku mazao yake yale yatafika sokoni. Sasa ili yaweze kufika sokoni kuna viwango na matakwa yanayotakiwa na jinsi anavyofanya kilimo chake, taratibu zote za kilimo anazozifanya zile, vitu gani anavyovitumia, kama ni viuatilifu anavyovitumia, maana lazima azingatie zile taratibu zinazotakiwa katika matumizi ya vile viuatilifu. Kama kuna maelekezo yoyote ambayo yametolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kilimo chake kinakuwa salama na kile atakachokizalisha kiwe salama kwa mlaji, maana lazima azingatie yale masharti. Kwa hiyo mamlaka ina program muhimu sana na nyingi za kutosha za kutoa elimu. Kuna mafunzo
yanatolewa kwa wakulima, lakini kuna mafunzo yanatolewa pia kwa maafisa ugani. Lakini tunapozungumzia pia viuatilifu, maana yake kuna mafunzo maalum ambayo sasa yanatolewa kwa wale wanaohusika na biashara hizo za viuatilifu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba biashara inafanyika kwa utaratibu unaotakiwa. Dr. Mjuni Kapululu, maelezo yako yametoa pia elimu kubwa, bila shaka wanaotutazama kiu inaongezeka, lakini ya msingi tumeweza kuyafahamu. Sasa kwa kumalizia, ni kama ile ndege anakwenda kutua. Hofu kubwa yetu sisi wanadamu wa Tanzania wote tuliokuwa hapa, njaa wanasema haina bouncer. Tuna hofu ya njaa. Tulipoambiwa mwaka jana mwezi Septemba tuna chakula cha kutosheleza kwa 130%, unapata ile faraja, lakini hofu inabaki kwamba tukishindwa kudhibiti hiyo hali inayotupelekea kuwa na chakula, tutakuwa na njaa. Kulipata kuwa na njaa ya kwelea, kulikuwa na njaa ya kibanganazi. Bila shaka wewe mtaalamu umeshasikia hizo njaa ambazo watu wanazikumbuka na watu walizaliwa katika nyakati hizo. Kibanganazi ni njaa ambayo watu walikuwa wanapasua nazi, wanaishi kwa nazi. Kwelea wale ndege walikuwa. Kuna nzige. Nini cha mwisho unawaambia kwa Tanzania kwa kazi mnaoifanya, wasio na hofu ya kibanganazi, njaa ya kibanganazi, kwelea ya nzige? Karibu sana. Nashukuru. Katika kutekeleza majukumu yake mamlaka pia imekuwa ikijitahidi kuongeza nguvu katika kutumia teknolojia mbalimbali ambazo zitasaidia kupambana na vikwazo vyovyote vinavyotokea katika masuala ya kilimo, lakini na mnyororo mzima wa chakula. Katika kudhibiti, nimezungumzia habari ya kwelea nzige. Upande wetu sasa ni maeneo ya kimkakati ambayo serikali imeweka utaratibu maalum. Kwa Kiingereza wanaita ni outbreak, yani hawa ni wale visumbufu vamizi ambao wakitokea wanavamia kwa kasi na madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo serikali imejipanga kupitia mamlaka hii kwa kutumia teknolojia mbalimbali ikiwemo matumizi ya ndege nyuki. Ndege nyuki zinasaidia pia katika kupambana na hivi visumbufu. Lakini pia serikali mwaka jana imenunua ndege maalum kwa ajili ya unyunyiziaji wa viuatilifu katika kupambana na hao visumbufu, hasa kwa mfano kwelea. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunategemea ndege kutoka katika kituo cha kikanda upande wa Afrika Mashariki, kituo ambacho kinahusika na udhibiti wa ndege na nzige wa jangwani. Ni shirika ambalo linaunganisha hizi nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea ndege tupate kule, lakini serikali ikasema hapana, wakati inawezekana tukapata janga, tukisubiri mpaka tuipate huko tumeshapata madhara. Kwa serikali ilifanya kazi kubwa kwelikweli ya kupongezwa, ndege ikanunuliwa kwa thamani ya bilioni 6 na ndege sasa iko mikononi mwa serikali, na maanake tutaitumia pale tunapohitaji. Kwa hiyo haya majanga ambayo yalitokea kipindi cha nyuma, kwa sehemu kubwa juhudi hizi ambazo zimewekwa na mamlaka kwa niaba ya serikali ni kubwa, ambazo sasa zinamhakikishia mwananchi na mkulima kwamba unapokuwa na janga la aina yoyote, mamlaka imejipanga kwa kutumia wataalamu wake waliobobea na kusheheni wenye uelewa na maarifa mapana ya kuweza kusaidia wakulima na wananchi kwa ujumla wasiweze kupata madhara yote. Kwa hiyo ni mwananchi mwenyewe sasa kujibidisha na kufanya kazi kwa bidii na kufuata taratibu na miongozo yote ambayo inatolewa na serikali na wataalamu hawa. Lakini upande huu wa serikali kuhakikisha kwamba mwananchi hapatikane na madhara, serikali imeshafanya kazi ya kutosha kabisa. Asante sana Dr. Mjuni Kapululu. Uhakikisho huo umeutoa kwa wananchi kwamba serikali ina wataalamu, mmoja wapo ni wewe, alafu umetoa rai pia kwamba sasa ni kazi kwa wananchi kutumia fursa zilizopo kuweza kuzalisha kwa wingi na mazao yenye tija. Katika mamlaka hii ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania kuna kituo maalum cha taifa cha hifadhi ya nasaba za mimea. Hiki kituo kimekuwepo toka mwaka 1991 na kilianzishwa kwa ushirikiano wa nchi za SADC. Kwa hiki kituo ni miongoni mwa mtandao wa hivi vituo vilivyo katika nchi za SADC.
Kwetu kilianzishwa na serikali mwaka 1991. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakusanya na kuhifadhi rasilimali mimea ambazo tunasema ni nasaba za mimea, tunazikusanya na kuzihifadhi ili zisipotee. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu utakubaliana na mimi ndugu yangu kwamba sasa hivi kumekuwa na mabadiliko mengi, mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha baadhi ya viumbe vinashindwa kustahimili ikiwemo mimea na mazao tunayoyatumia haya, na baada ya muda fulani vinapotea. Kwa hiyo tunazo mbegu zetu za asili au za kienyeji ambazo zimekuwa zinatumika kwa miaka mingi sana na mababu zetu na mababu zetu. Hao mababu zetu wenye miaka 190 wameishi kwa hizo, na hao ndio waliotumika kuzihifadhi mpaka zimekuwepo leo. Sasa kwa teknolojia na maendeleo yaliyoko sasa hivi kuna uwezekano au kuna hatari ya kuzipoteza kama hakuna juhudi maalum ya kuzihifadhi. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwaeleze wananchi labda na watazamaji wote, kwa sababu pia kumekuwa na maelezo mengi ambayo yamekuwa yakitokea na kusema kwamba kama nchi hatujafanya juhudi yoyote. Sasa ninatamani wananchi wajue serikali tayari ilishaanza kufanya juhudi katika eneo hili. Toka 91 imeanzisha kitengo hiki, iko benki ya taifa ya kuhifadhi nasaba za mimea, kwa maana ya kwamba mbegu zote za asili zinazopatikana katika nchi hii zimekusanywa, zimehifadhiwa, ziko salama. Maana kuna wengine wanasema hatuna hizi mbegu, tutategemea watu kutoka nje. Hapana, hizi mbegu zipo, iko benki ya taifa. Tumezikusanya hizi mbegu na sasa hivi tuna takribani sampuli zaidi ya 10,000 ambazo tumezikusanya katika mashamba, katika maeneo ya wakulima, tumezihifadhi pale. Tumezihifadhi katika miundombinu maalum ambapo inaweza ikahifadhi mbegu miaka 50 mpaka 100. Tukishazikusanya zile mbegu tunazisafisha ili kuondoa wadudu na magonjwa na nini, kusafisha ziwe safi kabisa na kuondoa uchafu mwingine wote. Tunazikausha katika kiwango cha chini cha maji 3 mpaka 7. Baada ya hapo tunazihifadhi katika majokofu maalum yenye nyuzi joto hasi 18. Hali hiyo mbegu ukihifadhi katika mazingira haya inaweza kukaa miaka 50 mpaka 100. Maana yake ni nini kwa kusema hivi? Hizi mbegu zetu za asili za kienyeji zipo. Naweza mimi sasa, kama umenikumbusha mbali, nilikuwa na mahindi yale ya kwetu kijijini huko Nyeregete ya asili, naanza kuona napotea. Naweza kuja kukopa kama mteja narudisha nini? Na si kukopa tu, kwa sababu serikali imekusanya hizo mbegu kwa niaba ya wananchi na inazitunza kwa niaba ya wananchi. Maana yake ni za wananchi. Maana yake wewe leo ukitaka bana, mimi nataka mbegu yetu ile ya zamani ile naitaka, unaleta maombi. Leta maombi, sisi tunakuandalia, unapewa bure. Nashukuru. Ila utapewa sampuli kidogo tutakwenda kuzalisha na wewe mwenyewe upate nyingi na wewe endelee kuenjoy. Ninakushukuru sana Dr. Bila shaka ulikuwa na hilo la muhimu sana kueleza wananchi. Muhimu sana. Dr. Mujuni Kabululu, kushukuru sana kwa ufafanuzi wako huo yakinifu. Umetoa elimu ya kutosha kabisa. Nikutakie kila la heri. Asante sana.